Fuata stori za kweli, maisha ya kweli. Sikiliza kipindi cha stori za kweli kutoka Nonji TV. Mambo vipi ndugu msikilizaji wetu wa Nonji TV? Mimi hapa ni Damson Samuel Kasote, mtangazaji wako wa kipindi hichi pendwa kabisa cha stori za kweli. Na leo nipo na mgeni wangu mwingine huyu hapa, ambaye leo atatusimulia stori yake ya kweli kabisa. Stori hizi kumbuka ni true story, usipange kukosa. Na leo nipo na yeye hapa, nataka ajitambulishe mwenyewe kabisa. Ndugu yangu, habari yako? Safi kabisa. Karibu sana Nonji TV. Nimefurahi sana kwenye kipindi cha stori za kweli. Yes, stori za kweli. Nimefurahi sana kufika hapa Nonji TV. Yes. Bila shaka sura yake huyu sio ngeni mkimuona Nonji TV, lakini leo kwenye stori za kweli ni mgeni wangu kabisa. Karibu sana. Kwa majina anaitwa nani bwana? Bwana, kwa majina kama kawaida naenda kwa Moza Wiz. Moza Wiz. Ndio. Moza Wiz. Huyu anaitwa Moza Wiz. Gaddafi? Yeah, kabisa. Yaani Moza Wiz ukiongezea Gaddafi itakuwa kwa ajili gani? Kwa nini ulijiita Gaddafi? Moza Wiz Gaddafi. Ni Moza Wiz Gaddafi ni kutokana tu na ile Badman. Inaweza kwamba mtawala alikuwa anatawala vizuri sana Gaddafi. Kutokana na hata ukizungumzia tayari, kwa sababu kanali yule alikuwa ni kanali. Alikuwa mtu mbadi, yani alikuwa ni mtu mbadi kweli. Kwa hiyo mimi nikijiita Moza Wiz watu wanaongezea ile Gaddafi. Kwa hiyo inakuwa Moza Wiz Gaddafi. Basi kumbuka hichi ni kipindi chako pendwa cha stori za kweli, na tutaendelea kuwa naye hapa. Ngoja tuanze rasmi kabisa, tusikuchoshe mtazamaji wetu wa Nonji TV. Moza Wiz Gaddafi. Naam. Kwanza kabla ya mambo yote, natamani stori yako ianzie wapi ulizaliwa bwana? Ulizaliwa wapi? Natamani kujua ulizaliwa wapi bwana Moza Wiz Gaddafi. Okay, sawa. Karibu sana. Bwana, asante sana. Shukrani sana. Bwana, mimi stori yangu kwanza ya kuzaliwa bwana. Yes. Bwana sio poa. Sio poa kwa sababu yani nikizungumzia itakuwa kama inachanganya kidogo, lakini ndio stori za kweli bwana. True story. Bwana, mimi nimezaliwa KSMC manake nazungumzia hospitali hiyo sasa. Ni hospitali lakini naizungumzia iko Moshi. Bwana. Sasa kazi yako ilikuwa huko Moshi? Hapana. Mimi nimezaliwa Moshi KSMC. Nimeenda Singida nikiwa bado mdogo kabisa. Yani ndo ile kwamba naanza kutembea ile ndo. Yani mimi ni mtu wa Singida, ni Mnyaturu. Okay. Lakini pia ni kwa nini nimezaliwa KSMC Moshi? Ilikuwa ni kwamba mamangu mimi kipindi alipokuwa na mimba yangu mimi alisafiri. Okay. Akaenda Moshi. Sasa ndo aliposafiri manake akaenda ndo nilipozaliwa mimi kule. Ndo kaenda kajifungua. Inaonekana ulikuwa kishuani kutoka Singidani ukaenda Moshi ukajifungua. Kuna vizanati vingi hadi unaenda KSMC kama kishua ulikuwa. So kweli sema ndo hivyo tu. Okay. Ndo hivyo bwana. Kwa hiyo sasa baada ya kuzaliwa hapo sasa mimi Singida nimeenda nikiwa mdogo kabisa maskani. Sawa. Kwa hiyo sasa nilipofika kule Singida, yani mimi Kinyaturu mimi kwa sikijui kabisa. Sababu kwanza ile miaka mitatu tuseme unajua bado kichalichali. Miaka mitatu naongea vizuri, lakini nakuwa naongea tu Kiswahili peke yake. Kwa hiyo mimi Kinyaturu kwa kweli ilikuwa sikijui kabisa. Kwa hiyo hata wale ndugu zangu kwa sababu mimi mshua alikuwepo na familia mbili alafu zinakaa sehemu moja. Manake ni wanawake wawili. Ni wale wazee ambao wanaoa wanawake wawili. Kiislamu ruhusiwa ya kidini ni sawa. Waislamu. Sawa. Kwa hiyo ni ana
familia mbili ambao tunakaa mji mmoja. Kwa hiyo nyumba ya huku inakuwa ni familia ya bi mkubwa, ya huku ni bi mdogo. Kwa hiyo mimi mamangu mimi alikuwa ni bi mkubwa. Kwa hiyo nyumba kubwa ndio. Sawa. Kwa hiyo hata ndugu zangu wengine basi wao walikuwa wanaongea Kinyaturu, lakini mimi nakuwa naongea Kiswahili. Kwa hiyo wao sasa Kinyaturu ndo nikaanza kujifunzia nyumbani. Sasa ndo kipindi hicho hata sikuchelewa sana. Ni inabidi nikaandikishwe sasa shuleni, kwa sababu nikuta kuna ndugu zangu pia wanasoma, washaanza kusoma masomo, lakini sio kwamba darasa la kwanza moja kwa moja. Mimi nilianzia chekechea. Unaona? Kwa hiyo nikapelekwa tukaanza wote, yani kujuma kwamba wao walikuwa wameshaanza kutoka, lakini pia nikaunganishwa na mimi, wote mkachanganya. Japokuwa wao walikuwa wamenizidi miaka, unakuta huyu mwingine na miaka 5, kwa sababu si kuna nyumba mbili. Kuna wengine wamezidi kidogo, alitangulia kuanza. Ndio. Sawa. Kwa hiyo tukaanza wote kwa pamoja. Sasa ndo nikaanza kupelekwa na mimi shuleni, ndo na hapo nikaanza kujifunza lugha ya Kinyaturu. Sasa kadri jinsi ninapocheza na wenzangu na pia najifunza lugha, kwa sababu ndo lugha ya nyumbani, lazima uiadapt na mazingira. Unaona bwana. Sawa. Tuendelee na story pale. Na pia hata tukizungumzia labda kwenye familia yetu sisi, bwana, sisi tuko wengi sana. Huwezi amini kwamba sisi tuko 9. Kwenye familia hiyo ni ya mama moja. Bado ya huku mkubwa wangu, hiyo bado ya huku tena. Sasa ukienda na huku tena ule wako na wenyewe wako 9. 18. Yaani tukichanganya hapa tunapata timu mbili, Simba na Yanga. Yaani tunaunda timu. Tunatafuta tu mdhamini hapo. Yaani inakuwa hiyo inakuwa ni timu kabisa. Hapo vizuri. Mzee yuko vizuri. Mzee yuko poa sana. 18 watoto. Bwana. Sasa ndo nikaanza bwana chekechea na nini, huku nikiwa najifunza Kinyaturu pia. Kwa nilivyotoka chekechea pia nikaanza sala kwanza. Shule gani ulisoma bwana? Mimi bwana nimesomea shule moja inaitwa, kwa sababu ukiwa pale Singida, Singida kuna wilaya ambazo zimegawanyika. Sasa mimi wilaya ambayo nimetokea ni wilaya ya Sepuka pale Singida. Wilaya ya Sepuka, afu pia kuna kata Msungua. Sasa jina zuri, kajua Sungura, kumbe Msungua. Ni Msungua. Sawa. Sasa kata ya Msungua ndo niliposomea. Sawa. Sasa tulipokuwa tunaishi ni kijiji ambacho kinaitwa Mtumba. Sio matunda la fafa. Mtumba. Yaani kijiji kinaitwa Mtumba. Ni Mtumba. Sasa unatoka pale Mtumba naelekea naenda Msungua shule kusoma. Yaani kwenye hicho kijiji sio mbali sana, lakini ni unatembea kwa miguu umbali. Yaani umbali tuseme kwamba tuseme yani labda tuseme viwanja vya mpira viwe 3. Pale 3. Kiwanja kimoja tu sio mchezo. Ni mita 100. Kama mita 100, sasa mita 300. 150. 3 umesema? Maana yake inakuwa mita 300. Mita 300. Parefu. Tena naweza ikazidi pia, lakini ilikuwa tunatoka nyumbani kwa mguu na shule na kurudi. Kwa hiyo unaweza ukatoka nyumbani saa 11, shuleni ukawa umefika pale saa 1. Napenda sana maisha hayo kwa kweli. Zamani tulikuwa tunasoma, sio sasa hivi watoto school basi nini, watoto mayai mnaikiwa kwenye vapoti. Sasa hivi tunapanda kwenye gari, hamna kidumu, hauna ufagio. Watoto sasa hivi ndio tunafikia kwenye TV. Si miaka yetu na TV hamna. Kwa jirani na shuleni sasa hivi wanaenda kwa school bus. Sisi tunakimbia mzee. Na pia na kingine unakuta mimi, unajua nimesoma nimeenda shuleni bila viatu.
Nimeenda sana shuleni bila viatu. Kwa hiyo ulikuwa unatembea peku? Peku nimeenda sana yani shuleni bila viatu, kwa sababu kuanzia la kwanza at least kidogo angalau japokuwa kwa sababu mzee yule anakuwa na familia kubwa, afu maisha unajua tena maisha haya watu wengi ya kuungaunga, yani maisha sio bado ya kivile, kwa sababu hata mtu anaweza kaa na kipato fulani kidogo cha kuweza kukizi familia, lakini familia inakuwa ni kubwa sana, huwezi kuhudumia kila kitu. Na pia unajua kwenye vijiji watu wanategemea vilimo, walime mpaka mvua inyeshe, unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwenye upande wa kifedha. Kwa hiyo life ambalo nimepitia kwa kweli kwa ni gumu sana. Ni life ambalo ni gumu sana. Kwa hiyo na changamoto kubwa ambayo mimi nimeipata shuleni bana, mimi nimesoma kwa shida sana bro. Nimesoma kwa shida sana kwa sababu mimi tangia darasa la kwanza akili kwa kweli, kusema kweli, akili ilikuwa ninazo, akili kubwa, nilikuwa na akili yani kiasi kwamba ambazo kama ningepata labda malezi mazuri yani shule kuhudumiwa, yani taaluma bora, malezi mazuri ya wazazi, unaona bwana, mimi hata sijui ningekuwa nani, kwa sababu ya elimu nilikuwa nayo kubwa sana, kwa sababu pia